hauwezi kusaidika kwa Yesu pasipo kujitahidi. Hilo ndilo jambo nataka uelewe, mtu wa Mungu. Hauwezi. Na hata kama umepewa mikono, hata kama umepewa sura, hata kama umepewa uwezo, lazima ujitahidi. Lazima ujitahidi. Usikuje kanisani kulala ukadhania ya kwamba Mungu atakuwekea chakula kwa sahani. Utakufa njaa. Praise the living God. Utakufa njaa. Sukuma mtu mwambie utakufa njaa. Hakuna vitu vya bure kwa Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba waliwapea bure. Peeni bure. Bure ambayo tunapeana ni wokovu peke yake. Hallelujah. Yes. Wokovu tunakuhubiria bure, tunakupatia bure. Lakini ndio wewe upokee what you need to your Jesus, lazima ujitahidi. Lazima ujitahidi. La sivyo kile ambacho utakuja kukutana naye ni kuisha, kubackslide na kurudi kuwa maskini ya mwisho na kuingia katika ulevi. Lazima tujitahidi. Lazima tujitahidi. Hatuishi kwa maombi ambayo tunaomba leo. Tunaishi kwa maombi ambayo tulioomba jana. Hakuna mtu ambaye anatarajia kukula leo kwa sababu ya kazi ambayo ameifanya leo. Tunakula kwa sababu tulitengeneza maisha yetu lini? Jana. Bwana Yesu asifiwe. So you need to check your condition ya kujituma. Kujituma kwa Kristo. Kristo habariki tu watu kwa sababu wewe umechagua kuwa mshirika mahali hapa. Sasa kwa sababu hapa watu wana testify, wanasema mimi nimekuja juzi, sina ndoa na nimepata ndoa. So na wewe umekuwa motivative na hiyo ushuhuda ya watu, umekuja umerelax, umekuja yani umedose. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Nataka nikuambie ya kwamba if you are the kind of person like that only, utakufa. Yes. The Bible says there is a guy, the friend of Jesus, alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro, Biblia inasema ya kwamba ndani mwake kulikuwa na ugonjwa ya upele ambayo ilikuwa imetafuna mwili wake, lakini Lazaro hakuwahi jitahidi aidha kujiombea, maana Biblia haisemi kama alishawahi jiombea, na Biblia inasema alikuwa tu rafiki wa Yesu, na Biblia haisemi kama Lazaro alikuanga amemwambia Yesu. Alikana ile ugonjwa kwa kunyamazia, akidhania ya kwamba akiwa rafiki wa Yesu, Yesu ataishi ndani ya moyo wake na mpone. Hakuna. Hata Yesu kama ako hapa, kama hautajitahidi, Pastor Grivo, utakufa bila hata nyumba, utakufa hata bila viatu. Yes. Kwa Mungu ndio tupokee baraka. Lazima tujitahidi katika ufalme wa Mungu. Tunanyakua, hatupewi. Tunanyakua. Praise the living God. Yes. And that is why utakuja kuona watu wanatamani mahali ambapo wanatendereshwa na kupewa vitu vya bure. Tukisema msaada imeingia hapa, watu wanapewa vitu kutoka Amerika, utawaona watu wanakuja wakisukuma miguu because wanataka kupewa lakini hawataki kunyakua. Afadhali baraka ya kunyakua kuliko baraka ya kupewa. Maana ukistopishwa kupewa, hakuna mahali utatoa. Baraka ya kunyakua, ukinyakua hata ikiisha utanyakua pande mwingine. Kama ni wewe sema amen. Naombea watu 6 hapa. Usiku wa leo ni usiku wa kujitahidi kunyakua. Angalia mtu mwambie nitajitahidi ninyakue. Haleluya. Na ni unaona wanawake wa mipango ya kando wamejitahidi kunyakua. Atavaa mini skirt, atavaa ile kakinyasa kadogo, atatembea na siliti yenye inaonyesha hata nguo ya ndani sijui ni pink ama white ama blue, anatembea na hizo vitu zote akijiadvertise until anahakikisha amenyakua mume wako. Na wewe umekaa nyumbani na dira 24/7, unanuka jasho ya juice, bado hujatoa hiyo jasho. Praise the living God. Tangu ujipake sabuni ya kipande ndio imekaukia kwa mwili, haujawahi kubadilisha tena. Yani katika safari ya wokovu, hata kama utaoleka kwa profesa na hautajitahidi kutengeneza masilahi ya maisha yako,